Kipengele cha maombi. Nikuonyeshe kipengele cha nini? Cha maombi. Wengi mnaomba. Wengi mnafundishwa kuomba. Wengi mnajifunza maombi ni silaha. Wengi mnajifunza pasipo maombi hatuendi. Ni sawa, ni kweli, lakini sasa tunaombaje na hayo maombi ni ya namna gani yanaweza kumfunua Mungu? Si kila maombi yanamfunua Mungu. Kuna maombi yanafunua vitu vingine. Bwana asifiwe sana. Narudia, si kila maombi yanamfunua Mungu. Mmenielewa ninachokisema? Tunahitaji kuomba maombi yanayomfunua Mungu kwenye maisha yetu. Kwa hiyo unapoomba ombi linalomfunua Mungu, ndio linamleta Mungu kwenye maisha yako. Bwana asifiwe sana. Nenda kwenye kile kitabu cha Danieli sura ya 9. Kile kitabu cha Danieli sura ya 9. Sasa hapa utaona kuna vitu viwili. Kuna kitu kinaitwa neno na kuna kitu kinaitwa maombi. Danieli 9 kuanzia mstari wa 1 mpaka wa 3. Kwa nini jana nilikuonyesha kuhusu neno linaweza kumfunua Mungu? Nilikuonyesha vipengele, nikakuonyesha kwa Samueli. Leo tutaenda kumwangalia huyu mtumishi wa Mungu anayeitwa Daniel, jinsi gani neno la Mungu lilimfunua Mungu na hilo neno likamsukuma kuomba. Bwana asifiwe sana. Jinsi neno la Mungu lilivyomfunua Mungu na hilo neno likamsukuma kwenda kuomba. Kinachotakiwa kukusukuma kuomba si kwa sababu unataka kuomba. Namba moja, Roho Mtakatifu na neno la Mungu. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu ukiomba kwa akili zako kuna vitu utapata. Ukiomba sawa sawa na mapenzi ya Mungu utafanikiwa. Bwana asifiwe. Kwenye kile kitabu cha Danieli 9, naomba nisome kuanzia hapo mstari wa 1 mpaka mstari wa 3. Danieli sura ya 9 kuanzia mstari wa 1 mpaka wa 3, Biblia inasema hivi: katika mwaka wa kwanza wa Dario mwana wa Ahasuero wa uzao wa Wamedi, aliyetawazwa kuwa mfalme juu ya milki ya Wakaldayo, katika mwaka wa kwanza wa kumiliki kwake, mimi Danieli, kwa kuvisoma vitabu na lifahamu hesabu ya miaka ambayo neno la Bwana lilimjia Yeremia nabii na kuutimiza ukiwa wa Yerusalemu, yani miaka 70. Naomba niishie hapo. Yani miaka mingapi? 70. Lakini alijuaje kwenye hii miaka 70? Alijuaje kwamba wakati wao wa utumwa umeisha? Aligundua wakati anasoma neno la Bwana. Bwana asifiwe sana. Narudia tena. Ngoja nirudie tena. Katika mwaka wa kwanza wa Dario mwana wa Ahasuero wa uzao wa Wamedi, aliyetawazwa kuwa mfalme juu ya milki ya Wakaldayo, katika mwaka wa kwanza wa kumiliki kwake, mimi Danieli, kwa kuvisoma vitabu, anasema nalifahamu. Umenielewa? Kwa kuvisoma vitabu, zingatia hili neno, anasema nalifahamu. Narudia tena, zingatia hili neno, anasema kwa kuvisoma vitabu nalifahamu. Kwa lugha nyingine, neno la Mungu lilimpa ufahamu. Bwana sifiwe sana. Mmezingatia hapo? Kwa kuvisoma vitabu anasema nalifahamu. Na alifahamu nini? Anasema nalifahamu hesabu ya miaka ambayo neno la Bwana lilimjia Yeremia nabii ya kuutimiza ukiwa wa Yerusalemu, yani miaka 70. Bwana sifiwe sana. Unaweza ukaenda kutafuta hichi, utakutana na kwenye Yeremia 25 utakutana nayo kwenye kuanzia mstari wa 11 na 12, Yeremia 29 na mstari wa 10 utakutana nayo. Ilikuwaje? Walipaswa kugundua utumwa wao, muda wao wa kukaa utumwani umefanya nini? Umekwisha. Sasa mimi naomba nisimhadithie Danieli. Bwana asifiwe. Mimi naomba nisimhadithie Danieli. Naomba niongee kwa habari yangu mimi na wewe. Kwa sababu Danieli kashamaliza utumwa wake. Na hata alivyoomba, aliwaambiwa maneno haya bado majira. Bwana asifiwe sana. Nataka niongee mimi na wewe. Kuna vitu ambavyo huenda ikawa vinakutesa na uwezi kugundua kama vinakutesa. Kuna vitu ambavyo au kuna aina ya maisha tunaweza kuwa tunaishi, hatujui kama ni dhambi, hatujui kama ni mabaya, lakini kwa kusoma neno la Mungu ina uwezo wa kukuonyesha mfumo wako wa maisha hauendani na mfumo wa Mungu. Bwana asifiwe sana. Kwa kulisoma neno la Mungu, mfano mimi hapa ninavyomtumikia Bwana, kwa kadiri ninasoma neno la Mungu, lina uwezo wa kunionyesha aidha utumishi wangu uko sawa sawa au utumishi wangu umepungua. Sio kwa kupimwa na watu, kwa kupimwa na neno la Mungu. Bwana asifiwe sana.
sio kwa kupimwa na watu, kwa kupimwa na neno la Mungu. Mizani kubwa inayoweza kukupima wewe katika ukamilifu na utimilifu wote katika Kristo Yesu ni mizani inayoitwa neno la Mungu. Wachana na hizi mizani ambazo sisi tunapimana kwa macho, mizani za kukatishana tamaa, mizani zilizobeba chuki. Lakini mizani kubwa ambayo unatakiwa uitazame kwenye maisha yako ni mizani inayoitwa neno la Mungu. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu neno la Mungu halidanganyi. Biblia inatuambia limejaribiwa karibu mara 7. Neno la Mungu ndiyo kweli. Ina maana nje ya neno ni uongo. Bwana asifiwe sana. Sasa Daniel, Biblia inatuambia wakati wa kuvisoma vitabu aligundua wakati wa kutimiziwa ukiwa ambao ulikuwa umetolewa unabii na mtumishi ulikuwa umetolewa ni unabii na waliingizwa utumwani, wakagundua ile miaka 70 imekwisha kufanya nini? Imekwisha kuisha. Bwana asifiwe. Sasa hebu tuangalie kama iliisha, kama aligundua, alifanya nini? Mmeelewa ninachokisema? Kama alisoma vitabu akapata kufahamu, alifanya nini? Alichokifanya Danieli ndicho unachopaswa kufanya na wewe. Mmeelewa ninachokisema? Ngoja nirudi hivi. Unaposoma neno la Mungu likakutia ufahamu, likakuonyesha mapungufu yako, unatakiwa uingie kazini kupitia lile neno. Mmeelewa ninachokisema? Je, mwingine anaweza kuuliza, sawa, naingia kazini kivipi? Si ni swali hilo ni zuri sana. Kivipi? Tusome mstari unaofuata sasa kwenye kitabu cha Danieli ili utagundua kivipi. Anasema, nikamwelekezea Bwana Mungu uso wangu ili kutaka kwa maombi na dua pamoja na kufunga na kuvaa nguo za magunia na majivu. Nikamwomba Bwana Mungu wangu, nikaungama, nikasema, Bwana Mungu mkuu mwenye kutisha, ashikaye maagano na rehema kwao wampendao na kuzishika amri zake. Tumefanya dhambi, tumefanya ukaidi, tumetenda maovu, tumeasi hata kwa kuyaacha maagizo yako na hukumu zako, wala hatukuwasikiliza watumishi wako manabii ambao kwa jina lako walisema na wafalme wetu na wakuu wetu na baba zetu na watu wote wa nchi. Bwana, haki ina wewe, lakini kwetu sisi kuna haya ya uso kama hivi leo, kwa watu wa Yuda na wenyeji wa Yerusalemu na kwa Israeli wote walio karibu na walio mbali, katika nchi zote ulizowafukuza kwa sababu ya makosa yao waliokukosa. Bwana, kwetu sisi kuna haya ya uso kwa wafalme wetu na wakuu wetu na baba zetu, kwa sababu tumekutenda dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Uliona alichokifanya Danieli? Baada ya kugundua shida ilipo, alichokifanya ni nini? Sema kuingia toba. Na kutubu kwa niaba yake tu, alitubu kwa niaba ya watu wote. Ngoja nizungumze kitu kidogo hapa. Siku zote Biblia inatuambia hivi, Mungu analituma neno ili kutuponya na kututoa katika maangamizi yote. Unapokutana na neno la Mungu, hata kama ni mtu anahubiri kama vile Mungu anavyonitumia mimi, hata kama umesoma kwenye Biblia, ukikutana na neno linaloeleza habari ya maisha yako, ukagundua kabisa umepungua, usiliache lile neno likadondoka chini. Mmenisikia nilichosema? Usiliache lile neno likadondoka chini. Tuna kundi kubwa sana kanisani la mashabiki na tuna kundi dogo sana la waabudu. Ngoja nirudie. Tuna kundi kubwa sana la mashabiki makanisani na tuna kundi dogo sana la watu wanaomwabudu Mungu katika roho na kweli. Si kila anayesikiliza neno analipokea kwa ajili ya matengenezo au kwa ajili ya hatua. Unapokuja au unapotulia mbele za Mungu, aidha kwenye maombi au wakati unasoma Biblia nyumbani kwako au ukiwa kanisani, neno la Mungu linapokusemesha na ukagundua limeagusa maisha yako, si wakati wa kushangilia. Narudia, si wakati wa kushangilia, ni wakati wa kufanya tathmini
Neno hili linasema nini kwa habari yangu? Na mimi nikoje kwa habari ya hili neno? Je, niko sawa? Kama siko sawa, lazima niingie kuomba toba. Mmenielewa? Kama siko sawa, lazima nirudi miguuni kwa Mungu kufanya nini? Kuomba toba. Na kama ninaona lile neno linanionyesha nimekosa sana na nimepungua sana, naomba nikukumbusha hivi, kila kosa unalolitenda nyuma yake imebeba adhabu. Amuelewe. Kuna vitu viwili tu tunatakiwaga kuomba. Kuna kitu kinaitwa toba, kuna kitu kinaitwa rehema. Umesikia? Kuna kitu kinaitwa toba, kuna kitu kinaitwa rehema. Havifananagi. Ingawaje utamkuta mtu akiomba anaunganisha, Baba ninaomba toba na ninaomba rehema. Toba ni kusamehewa dhambi. Umenielewa? Rehema ni kuondolewa adhabu itokanayo na kila kosa ulilolifanya wewe au waliolifanya wengine waliotangulia. Umenielewa? Kwa mfano anasema mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama ya Mungu ni uzima wa milele. Maana yake mimi nikitenda dhambi au wewe ukitenda dhambi, ni kweli nimekosea, lakini nyuma ya ile dhambi kuna kitu kinaitwa adhabu. Mmenielewa ninachokisema? Kuna kitu kinaitwa nini? Adhabu. Watu wengi sana wamesamehewa dhambi, lakini wengine wanaitumikia adhabu ya dhambi. Sasa ili usiitumikie adhabu ya dhambi, you have to know jinsi ya kumwendea Mungu akuachilie rehema zake. Bwana asifiwe sana. Mmenielewa ninachokisema? Yes. Maana yake kuomba toba ni kusamehewa dhambi. Ukizihitaji rehema za Mungu ni kutaka huruma ya Mungu juu yako. Ni kuhitaji kuhurumiwa na Mungu. Ni kuhitaji kuondolewa adhabu yoyote ambayo imesababishwa aidha na makosa yako au na makosa ya mtu yoyote aliyetangulia. Iko hivi, kwenye kile kitabu cha Kutoka 20 anasema nitawarehemu maelfu kwa maelfu ya wanipendao na wenye kuzishika amri zangu. Umenielewa? Lakini imetokea wapi? Kwa nini amesema nitarehemu maelfu na maelfu ya wanipendao? Imeanzia hivi, napatiliza wana maovu ya baba zao, kizazi cha 3 na cha 4 cha wanichukizao. Ukitaka kukwepa adhabu ya mapatilizo, kuwa mtu wa kuzihitaji rehema za Mungu. Nafikiri hamjaelewa. Iko hivi. Alikosea mzazi wako. Alivyokosea, yapo makosa mengi sana wanaweza wakakosea wazazi. Wanaweza wakakosea nini? Wazazi. Ngoja nitolee mfano tu mdogo ambayo hiyo dhambi inatesa Wamasai na inatesa Wameru. Dhambi ya urushi. Dhambi ya nini? Tena urushi wa viwanja. Tena urushi wa mpaka. Na Biblia inasemaje? Usisogeze mpaka wa nani? Wa jirani yako. Katika kitu kinatesa familia nyingi hizi za wafugaji ni dhambi ya mipaka. Ni dhambi ya nini? Ya mipaka. Babu alisogeza mpaka wa mdogo wake. Watoto wa babu yako, wa baba yako ambaye ni babu na babu mdogo wana chuki. Umenielewa? Chuki endelevu. Kwa nini? Babu alisogeza mpaka. Umenielewa? Babu mwingine anakuja kuzaa watoto wanabeba chuki. Babu alidhulumu. Yule mtoto anazaa, anabeba tena nini? Chuki. Nini? Babu wa babu alizulumu. Na wanakijua kiwanja chao. Na wanakueleza hichi kilikuwaga kiwanja chetu, babu akadhulumu. Umenielewa? Sasa yale makosa huwa yanarudi kupatiliza. Dhambi ya uzulumati, watu wengi hawajuagi hii inawapigaga. Watu wengi hawajui kwamba inafanya nini? Inawapiga. Jamani, inapiga haipigi? Inapiga sana. Bwana asifiwe. Yaani nyang'anyana na mtu kila kitu, lakini achana na ardhi. Kesi ya ardhi sio kesi nzuri sana. Narudia, kesi ya ardhi sio kesi nzuri. Kuna mtu anasogeza mpaka wa mtu na haishi.
Kuna mtu anasogeza mpaka wa mtu na anakuwa mapooza. Chochote anachokifanya kinakuwa kifanikiwi. Haujawahi kuona vitu vya namna hiyo? Atafanikiwa lakini kwa kitambo, lakini watoto wake wakipokea yale mapigo yanaendelea kwao. Mmenielewa ninachokisema? Sasa nimetoa mfano wa hivyo vitu vya kurithi. Mfano wa dhambi nyingine. Kwa mfano, babu alimwaga damu. Ngoja tuje kwenye hichi kitu. Babu alifanya nini? Miaka ya nyuma ilikuwa ni kawaida kabisa, aidha mtu babu kupiga mke alafu akamuua, alafu ikaongelewa kesi kama kwa familia, ikiletwa ng'ombe au kondoo inaisha. Jamani, nani anakubaliana na mimi ninachokisema? Yes. Mimi nimeona nakumbuka nikiwa I think na miaka 8. Ni siku nyingi, na miaka 8. Kuna baba mmoja alikuwa akioa mke. Mke wa kwanza alimpiga akafa. Mke wa pili akagombana naye. Tena nakumbuka alikuwa ametoka kliniki na mama yangu. Wakaenda akapigwa, nikasikia yule mama akafa. Yule mzee akaoa mke mwingine. What do you think about that family? Maana yake kuna laana ya mauti kwenye hiyo familia. Na huyo mtoto yoyote wa kiume ana uwezo wa kuoa, na akiweza kubishana na mke wake chochote, ile mauti ina uwezo wa kuamka na kuivamia tena familia. Umenielewa ninachokisema? Sasa ili hiyo mauti isiendelee, ndio nakuja kuwafundisha maana ya rehema sasa. Ili hiyo mauti isiendelee, anatakiwa asimame mahali palipobomoka kuzitaka rehema za Mungu. Bwana asifiwe sana. Ili Mungu ahurumie, kwa sababu damu yoyote ikimwagika inadai kisasi. Kwa hiyo ziko familia ambazo walimwagaga damu, hizo damu zinadai kisasi. Na nisikilize nikuambie, unaweza ukamwaga damu ya mtu leo, ukakaa kwa amani leo, lakini zile damu ukafikiri watu hawajui au watu hawawezi kudai haki zao. Kama ni kwenye familia hawana sauti kama nyie mlizo nazo. But I'm telling you this, zile damu hazitakazi nyamazi. Zile damu zitalia kwako, zitalia kwenye kizazi chako, zitalia kwa watoto wako, zitalia kwenye kizazi chako, zitalia kwa wajukuu, zitalia kwa vitukuu. Mungu atusaidie sana kwenye kesi za damu. Bwana asifiwe sana. Ndio maana kesi za damu sio kesi za kufunika. Narudia, kesi za damu sio kesi za kufunika. Unaweza ukaifunika, lakini Mungu hamwezi kumfunika, kwa sababu damu yoyote ya mtu hailii kisasi kwa watu, inalia kisasi kwa Mungu aliye hai. Sasa ile damu isilie kisasi au inyamaze, maana yake ikilia kisasi kwa Mungu, maana yake inahitaji kulipiziwa kisasi, na anayelipiza kisasi cha damu ni Mungu mwenyewe. Ndio maana unaweza kumwaga damu ukaficha, but I'm telling you, you will never rest mpaka umelipa ile damu. Unless otherwise, rudi kwa Yesu, taka rehema za Mungu, kiri dhambi zako, mwambie Yesu akusamee, atakusamee kabisa. Nje ya Yesu you will pay. Narudia tena, nje ya Yesu damu utalipa tu. Hakunaga damu yoyote inayoweza kutulizwa nje ya Yesu Kristo. Maana yake anaituliza na damu yake. Damu ya Yesu tu ndio kulipa fidia. Haleluya. Ni rahisi kuonga na kunyamazisha kesi, lakini Mungu atukuzwe. Hakuna mtu anaweza muonga Mungu habari ya damu. Hakuna mtu anaweza onga hapo. Ni kitendo cha muda tu. Ukifanya ubaya tunakupa muda, ukifanya mema tunakupa muda, ukiua tunakupa muda. Maana ile mauti haitaondoka kwako. Leo utarelax, but muda. Kwa ili hicho kisasi kinyamaze hapo katikati. Si toba tu inasaidia, rehema za Mungu. Mmenielewa ninachokisema? Nini inasaidia? Rehema za Mungu. Sasa ngoja tuongee ukweli. Ni watu wangapi wana uwezo wa kukubali kwamba mimi nilimwaga damu? Hawakubali. Hata kama ni baba yako alimwaga damu, hawezi kusema akamwambia mwanae nimemwaga damu. Anaenda kumwaga damu, anarudi ana mke, hawezi mwambia mke nimemwaga damu. Wanaleta vyakula vya damu za watoto wanakula, lakini kumbe wanakula kisasi cha Mungu. Umeelewa ninachokisema? So ili kuondoa hicho kitu,
kinahitaji rehema za Mungu. Ngoja niwaonyeshe. Hebu fungua kitabu cha Samueli wa pili sura ya 21. Nimeanza kuongea hiki kitu na ndo nilikuwa natakiwa nifundishe. Samueli wa pili sura ya 21 mstari wa 1 mpaka mstari wa 11. Nikihadithia kuhusu hivi vitu vya mapatilizo, mimi vimetesa sana familia yangu. Hivi ni hapa niliwaambia nimetoka kwenye familia ambayo si hapa, nilikuwa nafundisha somewhere else. Nimetoka kwenye familia ambao baba yangu hajaokoka, mama yangu ni mtoto wa mama mdogo, nikisema hivyo mnajua, kwa mpaka anakufa ni mtoto wa mama mdogo. Umeelewa? Na nimetoka kwenye familia namna hiyo. Na nimetoka kwenye familia iliyojaa kila aina ya makorokoro ambao kila mtu anataka isipite kwake. Umeelewa? So, halafu hapo unatakiwa, Mungu amekuchagua kwa neema umtumikie. Usije ukafikiri vita ni ya kitoto. Na usifikiri vile vitu vitanyamaza, vitaogopa kwa sababu wewe ni mtumishi. Havitaogopa kwa sababu wewe ni mtumishi. Vitaogopa na vitaacha ukiifahamu kweli na jinsi ya kusimama hivyo vitu vistop. Amina. Kuna watu wengi sana wanateswa na vitu hivi vya kufuatilia and they don't know how to deal with them. Lazima ujue jinsi ya kuvishughulikia. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo nataka nikuonyeshe rehema za Mungu, yani kwenda kumtaka Mungu, kutafuta uso wa Mungu. Lakini utatafutaje? Kwa kuzihitaji rehema za Mungu. Bwana asifiwe sana. Hakuna maombi. Unaweza kuomba maombi yote. Nisikilize ninachokisema hichi sentence. Unaweza ukaomba maombi ya kutaka kitu kwa Mungu na mbingu zikafunga usijibiwe. Unaweza ukataka Mungu afungue mtoto wako, mbingu zikanyamaza. Unaweza ukataka Mungu afungue uchumi, mbingu zikanyamaza. Lakini siku ukiamua kupiga magoti kuomba rehema, shetani, majini, mapepo, kuzimu hazina mamlaka wala hazina nguvu kuzuia maombi ya rehema mtu anapoomba. Laiti watu tungalijua namna ya kumpata Mungu ni kwenye rehema. Ndio maana kwenye kile kitabu cha Ibrania 4:16 ametuambia, na tukiendee kiti cha neema na rehema kwa ujasiri ili tupewe neema ya kutusaidia wakati wa mahitaji. Kama una uhitaji wowote, anguka, tanguliza rehema. Rehema ni ufunguo wa kukuachilia neema katika kila hitaji unalohitaji wewe. Ukiona chochote umekitafuta umekwama, umeomba maombi mengi umekwama, umepigana vita vingi umekwama, hauoni mwanzo, hauoni mwisho, maisha yako yaeleweki, ingia kwenye maombi ya rehema. Sijui mkuu wa anga, sijui mkuu wa giza, sijui majini, sijui mapepo, sijui shetani mwenyewe, they can't stand before kwenye kiti cha rehema wakati mtu aombapo rehema. Mmenielewa ninachokisema? Unaweza ukapingwa wakati unaomba maombi ya vita, lakini hauwezi kupingwa wakati unaomba rehema. Ndiyo maana jina lake anaitwa Mungu wa rehema. Na yeye anaifurahia rehema. Na yeye anasema anamrehemu amrehemue. Ukienda kwa moyo ukihitaji rehema za Mungu, yuko tayari kuziachilia kwenye maisha yako. Ninakuambia leo hii siri. Ukiona umeteseka sana, umepitia mapito mengi sana, umekutana na vifungo vingi, watu wanasema haufunguliwi, usiteseke. Kunja magoti, zitake rehema za Mungu. Hakuna jini, hakuna mzimu, hata Lucifer hawezi kukuzuilia maombi yako ya rehema. Unless otherwise huombi katika roho na kweli. Lakini ukiomba sincerely, kama Daudi anavyosema, dhabihu za Mungu ni roho iliyopondeka, moyo uliovunjika, Mungu hataudharau kamwe. Mungu anaheshimu sana moyo uliopondeka mbele zake. Bwana asifiwe. Haleluya. Yaani kuna watu wengi sana wamekata tamaa. Watu wengi sana wamekata tamaa maisha, kwamba Mungu anisikii.
Niko hapa kukuambia anakusikia. Hujajua kodi ya kuingia nayo kwenye kiti cha enzi. Bwana asifiwe sana. Kuna watu wamekata tamaa, wanasema hatuombi tena. Omba. Umeelewa ninachokisema? Kuna watu wamekata tamaa. Yeye ni mwenye dhambi sana, Mungu ampendi. Sikiliza, kati ya mtu anayejiona ni msafi na mwenye dhambi, anayependwa sana na Mungu ni yule aliye mwenye dhambi. Ndiyo maana ya gharama ya damu ya Yesu. Bwana asifiwe. Na ndiyo maana anasema nilikuja kutafuta kilichopotea. Paulo akasema Yesu alikufa kwa ajili ya wenye dhambi na mmoja wapo ni mimi. Ndiyo maana hata mtu anihukumuje, Yesu alikufa kwa ajili ya wenye dhambi na mmoja wapo ni mimi Florence. Anaweza ikawa hajafa kwa ajili yako kwa sababu wewe ni mwenye haki, lakini alikufa kwa ajili yangu kwa sababu mimi ni mwenye dhambi. Tuna watu wengi sana wanakatisha watu tamaa. Kuna watu wanakatisha watu tamaa sana. Haufai tena. Wewe unatakiwa utengwe na jamii. Sijui unatakiwa utengwe na nani. Tengwa na watu wote, lakini usitengwe na Mungu aliye hai. Mungu hakusikii. Mungu asikii wenye dhambi. Nisikilize. Mimi niko hapa kukuambia kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, Mungu anawasikia wenye dhambi. Ndio maana tunatubu tukiwa na dhambi, tunapata msamaha. Yaani kuna namna ambavyo neno la Mungu linachakachuliwa, watu wanaogopa kumwendea Mungu. Nisikilize, muendee Mungu, labda akuambie usije. Lakini watu wakikuambia Mungu hakusikii, mwambie ni wewe unisikii lakini Mungu ananisikia. Watu wakisema Mungu hawatazami wenye dhambi, mkumbushe kwamba Yesu hakufa kwa ajili ya watakatifu, alikufa kwa ajili ya wenye dhambi kama mimi niliyoko hapa. Na ibaka sasa anatafuta waliopotea, hana haja na waliopatikana. Wachana na waliopatikana. Sisi ambao tulipotea tutaendelea kumng'ang'ania Yesu. Hata ukipotea asubuhi utapatikana mchana, ukipotea mchana utapatikana jioni. Usikate tamaa katika jina la Yesu. Usichorewe mstari kati yako na Mungu hata siku moja. Usichorewe mstari wa mafundisho kati yako na Mungu. Watu wakakwambia Mungu hakusikii, na kuambia anakusikia kwa jina la Yesu. Hakuna anayejua wewe usikiwi, mimi usikiwa. Mimi ni nani wewe usikiwi? Na yeye ni nani akwambie wewe usikiwi? Mungu anakusikia. Unless otherwise akuambie peke yake sikusikii na unyamazi usiombe. Lakini hajakwambia omba. Bwana asifiwe sana. Biashara ya maisha ya wokovu ya kukata tamaa na kuchoka kabisa kwamba Mungu hakupendi, kwamba Mungu hakuoni, futa kuanzia sasa. Anakuona, anakupenda, anakuwazia mema, yuko tayari kukusamehe, yuko tayari kukuokoa, yuko tayari kurejesha familia yako, yuko tayari kukurejeshea kila kilichopotea, kwa sababu yeye ni Mungu wa kurejesha katika jina la Yesu. Amina. Yaani kuna mtu anaona hadi aibu kwenda kanisani. Kwa sababu gani? Amezodolewa vya kutosha. Ninakuambia hivi, nenda kwa ujasiri. Unless otherwise kanisa, labda ukute yale makanisa ya watu binafsi yameitwa kwa jina lake akakwambia usije. Huyo akikufukuza usije. Nenda mahali unapokelewa katika jina la Yesu. Yaani mimi leo niwe na kanisa alafu nifukuze wenye dhambi. Wacha niwe wa kwanza kufukuzwa na Mungu. Nitakuweka pembeni, nitakufundisha utubu, lakini sio kukuondoa. Bwana asifiwe sana. Hata kama ni mwimbaji amekosea, hata kama ni mtumishi kama mimi amekosea, sina mamlaka ya kumfukuza. Nitamweka pembeni. Na sio kwamba utamweka umfukuze, umuumize. Nitamlea na kumrejesha kwa upole katika pendo la Kristo, ili aijue thamani ya Mungu wa urejesho katika jina la Yesu. Hicho ndicho kimefanya watu wengi sana waendi makanisani. Kwa nini? Thamani yao zimepotea. Wanaonekana hawafai kuingia kwenye makanisa. Ninakuambia kwa jina la Yesu, iwe ulichangia ili kanisa, ukatoa hela zako zote ukajenga, hauna thamani kuliko wengine. Kuna walioko nje wanatafutwa na Mungu kuja hapa. Kuna watu wameshaingia kwenye makanisa wakafikiri wao ndio wadogo zake Yesu na mdogo wake Mungu. Kwa hiyo wanakaa vifua mbele kwenye makanisa, paka mwingine akija wanawahukumu na dhambi zao wasiingie. Mkiona kanisa mnahukumu watu wasiingie, hamjui mnachokifanya ninyi. Kanisa ni kimbilio, tena sio kimbilio la watu wasafi, ni kimbilio la watu wachafu.
Hata wakija makahaba makanisani hawana nguo, mnatakiwa muwapokee katika jina la Yesu. Mnawapokea kwa upendo, mnawasaidia kwa upendo, na mnawanunulia nguo kwa upendo, bila kuwahukumu, bila kuwanyanyapaa, bila kuwarudisha, katika jina la Yesu. Kuna viwatu huku vina roho mbaya kuliko chochote, halafu wanajidai kuchukia watu walioko nje. We nani umchukie mtu kwa jina la Yesu? Unajua kuwa kanisani sio umefika mbinguni. Maidia, hatujafika. Narudia, hatujafika. Kuwepo kanisani sio kielelezo umefika mbinguni, na kuokoka sio kielelezo kwamba umeshafika mbinguni. Biblia inasema atakayevumilia mpaka mwisho ndiye atafanya nini? Ataokoka. Kwa tunza wokovu wako wa kwanza. Usitumie wokovu wako wa sasa kutesa wengine. Bado safari bado. Na mwambie jirani yako, safari bado. Usitumie wokovu ulionao kutesa wengine. Usitumie wokovu ulionao kunyanyapaa wengine. Safari bado. Yaani wewe subiri, mimi siku niwe na kanisa, hata waje nusu uchi, na wapokea wote. Nitawanunulia nguo, nitawavalisha, nitawaonyesha tofauti ya kuvaa na kutokuvaa. Unless otherwise wanakuja kila siku hivyo. Lakini ni mara ya kwanza mtu anakuja hivyo kanisani, pokeeni kwa jina la Yesu. Wengine wanaenda kusema, sasa wewe ndiye mchungaji, kwa nini unajidai kusema hivyo? Mkiwafukuza fukuzeni, lakini kama ni mimi napokea. Kwa sababu laiti ungejua wale wanaoitwa makahaba ni watoto kama wakwako. Mmenielewa ninachokisema? Mtaa hujazaa kahaba. Anayeitwa kahaba ni mtoto wa mwanamke. Anayeitwa kahaba ni mtoto wa mwanaume. Leo mnaringa kwa sababu mna vitoto vyenu vidogo, mnaviona vinakula, vinalala. Who knows baadaye? Usitukane mamba hujavuka mto, maidia. Usitukane wakunga ingali uzazi upo. Usitukane. Na ninyi wanawake mnatembeaga sana kwenye laana ya kuhukumu watoto wa wengine. Usihukumu mtoto wa mtu kama una kizazi, unless otherwise hutakaa uzae kwenye hii dunia na ukafie huko mbali. Lakini kama una tumbo la uzazi, usisubutu kuhukumu mtoto wa mtu hata siku moja. Wala usinyooshe kidole kwa watoto wa watu. Kuna watoto wenu wanateseka, hawajibiwi maombi ya ndoa, hawajibiwi maombi ya kazi, kwa sababu mlihukumu watoto wa wengine. Na sio kwamba mnahitaji maombi ya ukombozi, si kwamba mnahitaji sadaka za kufunguliwa, mtoe sadaka mfunguliwe. Mnahitaji kutubu kwa watoto wa watu mliowasema, na mumwambie Mungu, nilimsema mtoto wa fulani, nilimsema mtoto wa fulani, nilimsema mtoto wa fulani. Yote yale niliyoyasema yamerudi kwangu. Sikiliza, Biblia inasema Mungu hadhihakiwi, upandacho ndicho utakachovuna. Wanawake wengi na wanaume wengi mko kwenye mavuno. Narudia, mko kwenye mavuno. Wanawake wanatabia kusema watoto wa watu. Wanaume mnaopenda kuchezea watoto wa watu, unaenda kuchukua kitoto kidogo mwanafunzi, unaanza kutembea naye mtaani kwa siri. Mungu anakuona kwa jina la Yesu. Hata acha uzao wako ukaresti. Unapoharibu mtoto wa mtu, kuna shetani anamuandaa mwanaume mwingine mkatili wa kuja kuharibu mtoto wako kwa jina la Yesu. Hata msiposema amen. Hata msiposema amen. Shetani atokaki kuzimu kwenda kuharibu watoto wa watu. Kuna vibaba vipo, vinajidai vinatafuta wale watoto wabichi. Kana mke wako aliokauka kwa jina la Yesu, acha kutuharibia watoto. Kama amekauka, si umnyeshea achipuke tena. Wewe unaenda kuharibu vitoto vya utiti, natafuta watoto wabichi. Wewe mwenyewe umekauka kau. Unasubiriwa kuvunjika ufe, alafu unaenda kutuharibia watoto mtaani. Na kuambia hivi, upandacho ndicho utakachovuna. Ukiharibu mtoto wa mtu, na wewe watoto wako wataharibiwa. Sema amina. Maana yake na iwe hivyo kwa anayeharibu watoto wa watu. Sema, Mungu nisaidie nisiwe miongoni mwa wanaoharibu. Na kama ulishaharibu, tubu. Yaani nyie mnaenda kama kanisani kuchosha watumishi sana. Ombea mtoto wangu anaishi. Kumbe kile alichonacho ulisema mtoto wa mtu. Wazazi wengi watoto wa watu wakizalia nyumbani, especially nyie mnaenda makanisani. Si unajua mtoto wa fulani ameshazalia nyumbani. Leo una seti ya wachezaji hapo nyumbani kwako. Kijukuu kwenye miguu, kijukuu kwenye kwapa, kijukuu mgongoni, kijukuu kimechanganya mafuta hata na unga. Kijukuu umelipwa double maidia. Si kuna mtoto wa mtu alizalia kijijini, form 2 kaishia.
Wanawake wote mkajidai nyendo watakatifu, mmezaa kina Bikira Maria. Kumbe Bikira Maria alikuwa ni mmoja tu. Hawa wengine wote ni feki feki. Mkasema watoto wa watu, leo mnachezea fire. Mgeukie jirani yako anaichezea fire. Leo mnachezea nini? Sema fire. Tulia kwenye kiti chako cha moto. Ukitaka kutoka hapo, rehema. Rehema tu ndo zitakutoa. Ndio maana chunga sana kinywa chako. Chunga kinywa chako maidia. Kuna watu walikuwa na hukumu. Yaani mimi nashangaa. Yaani sasa hivi kuna vibinti. Eti wanatuona sisi tumekaa kwenye ndoa zetu tumezeeka. Mwenzenu huko na kata 28 ya mwaka huu. Anakuangalia, anaanza kukuchambua na ndoa yako. Hujaolewa, unanichambua. Unaanza kumchambua sijui mume wake. Hujaolewa, unachambua waume za watu wewe. Eti binti hujaolewa unachambua mume wa mtu. Eti binti unachambua mke wa mtu ambaye yuko kwenye ndoa. Amekaa kwenye hiyo ndoa, amevumilia yote. Wewe unamchambua ni mzembe, unamchambua jitambui, unamchambua hajui kutunza ndoa. Tunakusubiri mwanangu. Niko hapa tunakusubiri. Tuko tunakusubiri. Unachambua mume wa mtu, hajui kuvaa, hajui kuvalishwa. Wewe unajua ametoka na rangi gani ya blue na nyekundu. Kaponea radi la mke, inabidi atoke na jinsi ya kijani na shati la zambarau. Nani anamwandalia siku hiyo? Eti wewe kitoto, unakuta kababa ka watu kametoka zake na stress. Unamwambia you know your wife hajui kukutake good care. Your good care ungemkuta kipindi na yeye ni choka mbaya. Sasa unakuta kababa ka watu kametengenezwa. Mate anakuja unamtamani libaba la watu. Shindwa katika jina la Yesu. Katafute kijana wako huko umtengeneze kwa damu ya Yesu. Alafu unamchambua mama watu. Unajua mimi nashindwa kuelewa wake za watu hawajui kuoga, hawajui kuvaa. Tunakusubiri mwanangu, unaijua kuoga na kuvaa. VVU ipo. Sisi wa shamba tuachie hiyo ngoma. Nasema sisi wa shamba tusiojua kuoga, tusiojua kuvaa. Wewe unaendaje kumsupport baba wa watu? Eti mke wako hajui kuvaa na hajui kuoga. Na wewe baba kweli kwa akili yako mbovu. Umekaa naye miaka 20, kweli hajui kuoga na kuvaa. Ulikuwa unasubiria nini wewe uchachu huko ndani? Si ndio unataka kumsaidia hajui kuoga? Si ndio unataka umsaidia hajui kuvaa? Jamani, unavoniona mume wangu kanisaidia mengi. Unavomuona na yeye na mimi nimemsaidia mengi. Mmenielewa? Tunaanzaga kuzeeka ndio tuje kuwe vijana. Unaolewa, unakuwa kama mzee. Demo unakaa kwenye ndoa ujanani. Sasa nyewe unamkuta baba wa watu. Kipindi tunaoana tunaziki. Tumeanza kuyajenga maisha. Ndio tunaanza kuyala matunda tu. Mama wa watu anaanza kula matunda tu huko nje. Anatokea kiwa vijeshi mdada mmoja hivi. Amekauka, anajipiga slimu ili akubaliwe na vibaba vya watu. Si Mungu akukutanisha na shetani wako aliyekauka kama wewe. Acha waume za watu kwa jina la Yesu. Sasa kama huyu anachukua kamera anacheka, itatokea kweli? Itatokea kweli? Na nina watu wangu wanaifuatilia na usiikute. Yaani clip zote mnazozikuta kwenye mitandao wameshanitumia kama 10 na huko. Kuna zingine naangalia ni posti, nsiposti, nasema hii itawaka moto. Siposti. Hii italeta matatizo, siposti. Manake chochote unachokiona kimesambaa, mimi ndo mwanzilishi nimekirusha. Kwa kikienda tu. Zijenga itwa diocese. Eti mbona leo Roho Mtakatifu kageuza vibao kwa familia? Mnateseka Mnateseka na midomo yenu kwa watoto wa watu. Mnateseka Kuna wamama tatizo lako likifika kwa huyo mama Ruti ni zaidi ya Radio 5. Na sasa hivi mnataka kumpiku hata kusaga. Wakati kusaga ndo superstar wetu huko Arusha. Mnataka kumpiku hata kusaga. Achana, ukitaka maisha mazuri, acha kusengenya watoto wa watu.
Ukitaka familia nzuri, wacha kusema watoto wa watu. Ukitaka ndoa nzuri, wacha kuzisema ndoa za watu. Ukiona watu wamegombana, wameachana, chukua maji kunywa, weka mdomoni, jizuie usiseme. Kuna watu wanajidai ndio washauri wa ndoa, wakati yeye tu maboyfriend 6 wamemwacha. Maboyfriend zaidi ya 6 wamekukataa. Unakujaje kushabikia ndoa ya mtu huku? Kila anayetaka kukoa anaahirisha. Kila anayetaka kukoa anaahirisha. Kila anayetaka, ndio maana amuolewi wengi, mnateseka. Mmehukumu sana watu. Ukitaka upenye hapo, omba toba na rehema za Mungu zikufunike. Mmeelewa ninachokisema? Mmeelewa ninachokisema? Hakuna kitu kibaya kama hicho mnachokifanya. Unataka watoto wazuri, acha kusema watoto wa watu. Biblia inasema hivi, wana ni urithi kutoka kwa Bwana, uzao wa tumbo ni thawabu. Yule unayemsema ni urithi wake kutoka kwa Mungu. Ukitaka urithi wako uwe mzuri, wachana na watoto wa watu. Narudia tena, achana na watoto wa watu. Watoto wa wengi sana wanateseka kwa ajili ya mama zao kusema watoto wa wengine. Nakumbuka kuna kisa kimoja nilikuwa naambiwa, tulikuwa kwenye maombi, kwenye kambi ya maombi. Mtu mmoja nikawa nimewafundisha vitu vya kufuatilia. Akaniambia, mwalimu, nina ushuhuda unaofanana. Kuna dada mmoja alikuwa anasoma, akabeba mimba shuleni. Alivyobeba mimba shuleni, akaja akazaa yule mtoto. Akaacha shule, akaenda akakimbilia mahali, akaenda akakaa, akazaa yule mtoto. Yule mtoto alivyozaliwa akawa kama mlemavu. Akawa kama nini? Mlemavu. Unajua kuja kumjua mtoto mlemavu ni muda sana. Akaja kuwa kama mlemavu. Yule mtoto alikuwa anasoma shule za mission. Mnanielewa ninachokisema? Yule mtoto alikuwa anasoma shule za mission. Wakamsingizia yule mtoto ni wa kiongozi mkuu. Si nikisema kiongozi mkuu mmeelewa? Sasa yule mtoto, yule mama akateseka naye, kateseka na mtoto wake, sijui kawaje aliondoka kwenye huo mtaa. Wale watu waliomtesa, waliomsema, ikapita muda kama miaka 15 20. Miongoni mwa wale watu waliomsema, akaja akaolewa, akazaa mtoto. Shida ile yule mtoto aliyekuwa amelemaa, hatembei, asogei, akui. Waliomsema kwamba yule mtoto wa form 2 amebebeshwa mimba na kiongozi, ndio shida ile ilihamia kwa yule mtu. Alafu saa hiyo wanazunguka kwenye maombi kila mahali, mpaka akatokea mtu mmoja akasema, hii ni shida kama ya yule mtoto aliyezaaga. Sasa mpaka upate ufahamu teso. Unajua unaweza kama mtoto wa mtu tu amezaa nyumbani ukamsema vibaya. Alafu ukashangaa wa kwako. Mungu atusaidie. Wanawake na wanaume, kuna vitu vinaharibu vizazi vyetu ambavyo sisi tumevichochea. Mmenielewa ninachokisema? Ambavyo sisi tumefanya nini? Tumevichochea. Nilikuwa naongea na dada mmoja. Ngoja niongee hichi kitu kigumu sana. Kigumu mno ambacho nilitamani ningeongea watu wote wakasikia kila mahali. Kigumu mno. Kwa mfano, sasa tunakemea roho ya ushoga kila mahali. Si ni sawa? Inakemewa kila mahali. Nisikilize. Hii roho ya ushoga, yani kabla haijaletwa na wazungu, inaletwa na makosa ya wazazi hapo ndani ya familia. Niulize kivipi? Nakuja huko. Baba, unatoka nje. Warumi 1:26 anasema hivi. Ngoja nisome huo mstari. Kuvitumia viungo vya asili isivyo nini? Isivyo sawa. Ngoja nisome hapo ili mjue ni vitu vigumu watu wanatengeneza kwenye vizazi. Sasa mnaona watu wameharibika wengi. Unasema huyo auawe, achomwe moto, Ni rahisi kusema mtoto wa mtu auawe. Ni rahisi kusema mtoto wa mtu achomwe moto.
Mnanisikia ninachokisema? Roho Mtakatifu. Ni rahisi kusema mtoto wa mtu afanye nini? Auawe. Ni rahisi kusema mtoto wa mtu achomwe moto. Ngoja nisome hivi. Jamani, sioni vizuri kwa sababu ya taa. Kwa nitasoma hii. Anasema hivi. Tuanzie Warumi 1 kuanzia mstari wa 21. Ngoja nisome hapa. Anasema, kwa sababu walipomjua Mungu hawakumtukuza kama ndiye Mungu wala kumshukuru, bali walipotea katika uzushi wao, na mioyo yao yenye ujinga, zingatia hili, mioyo yao yenye ujinga ikatiwa giza. Wakijinena kuwa wenye hekima walipumbazika. Angalia mstari wa 23 vizuri sana kuanzia hapo. Wakaubadili utukufu wa Mungu asiye na uharibifu kwa mfano wa sura ya binadamu aliye na uharibifu, na ya ndege, na ya wanyama, na ya vitambaavyo. Kwa ajili ya hayo Mungu aliwaacha katika tamaa za mioyo yao. Sikiliza vizuri. Waufuate uchafu, hata wakavuonjiana heshima miili yao. Sikiliza mstari wa 25, hapa ndipo penye pointi. Kwa maana walibadili kweli ya Mungu kuwa uongo, wakakisujudia kiumbe na kukiabudu badala ya Muumba anayehimidiwa milele. Amina. Mstari wa 26, hapa ndio ngoma nzito iko hapa. Hivyo Mungu aliwaacha wafuate tamaa zao za aibu, hata wanawake wakabadili matumizi ya asili kwa matumizi yasiyo ya asili. Mmeelewa hiyo sentensi? Nataka niongee na watu wazima. Anasema hata wanawake wakabadili matumizi ya asili kwa matumizi yasiyo na asili. Angalia mstari wa 27. Wanaume nao vivyo hivyo waliacha matumizi ya mke ya asili, wakawakiana tamaa, wanaume wakitenda yasiyowapasa, wakapata nafsini mwao malipo ya upotevu wao yaliyo haki yao. Na kama walivyokataa kuwa na Mungu katika fahamu zao, Mungu aliwaacha wafuate akili zao zisizofaa, wayafanye yasiyowapasa. Wamejawa na udhalimu wa kila namna, uovu na tamaa mbaya, wamejawa na usuda na uuaji na fitina na adaa, watu wa nia mbaya, wenye kusengenya, wenye kusingizia, wenye kumchukia Mungu, wenye jeuri, wenye kutakabari, wenye majivuno, wenye kutunga mabaya, wasiotii wazazi wao, wasio na ufahamu, wenye kuvunja maagano, wasiopenda jamaa zao, wasio na rehema, ambao wakijua sana hukumu ya haki ya Mungu, ya kwamba wayatendao hayo wamestahili mauti, wanatenda hayo, wala si hivyo tu, bali wanakubaliana nao wayatendao. Umeelewa? Sasa ngoja nirudi nacho kwenye ule mstari wa 26 na mstari wa 27. Nataka niseme hivi. Hivyo Mungu aliwaacha wafuate tamaa zao za aibu, hata wanawake wakabadili matumizi ya asili kwa matumizi yasiyo nini? Ya asili. Saa hii watu wengi sana, wanawake, wanaume, wanabadili matumizi yasiyo ya asili, matumizi ya asili kwenda kwenye matumizi yasiyo na nini? Hata wengine wanafanya ujinga huo ndani kwa matumizi yasiyo ya asili. Matumizi yasiyo ya asili wanageuza kwenda kwenye matumizi ya nini? Ya asili. Unamkuta kuna mbaba mmoja akikosa kile kitu cha matumizi yasiyo ya asili, anakwenda nje kutafuta matumizi yasiyo ya nini? Ya asili. Akipata kule nje, Mungu si mwanadamu. Mungu anasemaje? Napatiliza wana uovu wa baba zao, kizazi cha 3 na cha 4 cha wanichukizao. Kwa hiyo yoyote aliyewahi kujaribu matumizi yasiyo ya asili, ile dhambi inafuatilia. Maana yake iko siku kwenye kizazi chako atainuka ambaye atatumia matumizi yasiyo ya asili. Mmeelewa nilichokisema vizuri? Si mnajua watoto wenu ni wengi, kwa hiyo inabidi niseme hivyo. Kwa hiyo unashangaa kwenye familia moja anatokea mtu wa ajabu, anaanza kutumia matumizi yasiyo ya asili. Jamii inamshangaa, lakini chanzo ni wapi? Yuko mtu mmoja alienda nje akatafuta. Kwa lugha nyingine,
tunatakiwa kuomba rehema kuliko chochote. Kwa sababu hakuna mtu anaendaga kufanya huo uovu akarudi akasema ulikataa, nimeenda nimefanikiwa. Hakuna. Lakini anafanya siri, ana keep quiet. Kwa hiyo wanaokuja kuteseka ni kizazi kinachokuja. Tunasingizia ni wazungu, but let me tell you today, inaanza na watu hapo hapo ndani kwao. Kwa hiyo ukiweza kupinga nyumbani kwako ukashinda, unaweza kupinga kwenye kizazi chako. Mmesikia nilichokisema? Narudia. Baba, ukiweza kusimama hichi kitu kisiwepo, usikiguse, na mke asikiguse, kizazi chako kinalindwa. Na mwingine akiweza asiguse, na mke asiguse, kizazi kinalindwa. Ukigusa, mke akigusa, mtavuna mlichokipanda. Roho Mtakatifu, kabisa sijafundisha kile nilichokuja nacho. Kabisa. Maana yake jibu la leo ni hili. Mathayo 7:7 anasema hivi, ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi Jifunze kumtafuta Mungu kwa matatizo yaliyoko kwenye familia yako kupitia kitu kinaitwa rehema. Umeelewa? Vitu vingi tunavyokutana navyo, Kiingereza tunasema ni unknown. Hatuvijui hata chanzo chake na mwisho wake nani kaleta. Uongo kweli? Hivi ngoja niulize swali. Mimi ni mzazi. Hivi ni wazazi wangapi leo anaweza akawa amefanya uchafu sana, kwa sababu Biblia inasema alivyo mama ndivyo alivyo binti yake. Alafu akaona mtoto amefikia ule umri, akamkalisha mwanae chini akamwambia, mwanangu, nilivyofika umri wako niliharibu 1, 2, 3. Kwa sababu Biblia inasema alivyo mama ndivyo alivyo binti yake. So be careful. Kuna vitu vitakufuatilia saa hii kwa nguvu. Hata kama tuliomba, vitakufuatilia, viangalia kama vitapata nafasi. Wazazi wangapi wana ujasiri wa kusema hivyo? Mimi nilimkalisha binti yangu wa kwanza. Nikaanza kumwambia, nilivyofika umri wako nilifanya 1, 2, 3. Kwa hiyo, kwa sababu umefika umri ule mimi niliofika, kuna uharibifu utakufuatilia 1, 2, 3. So be careful. Umeelewa ninachokisema? Binti yangu sasa hivi ni mkubwa, lakini mimi hana mtoto. Lakini mimi mpaka umri wake nilikuwa nimeshamzaa. Umeelewa ninachokisema? Kwa ulipofika ule umri ambao mimi nilimzaa, nikamuita pembeni. Alikuwa hajapata mchumba wala hana mchumba. Nikamuita pembeni nikamwambia, mwanangu, kwa umri huu mimi ndio nilikuzaa. Ulimwengu wa roho unatambua alivyo mama ndivyo alivyo binti. So be careful. Chochote kinaweza kukutokea. Katika huu msimu unaweza ukafuatwa na wanaume wengi sana. Kuwa macho. Umeelewa nilichokisema? Kuwa macho. Kwamba ajue chochote kinachonitokea ni kile kinafuatilia. Umeelewa ninachokisema? Maana yake angekuwa kwenye ndoa, ningemwacha azae, ni halali. Umeelewa? Sasa ni rahisi kusema yanayosemeka, ni ngumu kusema yasiyosemeka. Wangapi wanakubaliana na mimi? Kuna vitu ni havisemeki. Ukitaka kusema unaweza ukanena kwa lugha Kimeru. Ukitaka kusema unanena Kisambaa. Ukitaka kusema unanena Kimasai. Ukitaka kusema unakumbuka na wewe babu yako alikuwa Mnyakyusa, unajua kidogo unanena Kinyakyusa. Uovu mwingine unauprotect, lakini unaomba mtoto asifanye nini? Asiuguse. Bwana asifiwe. Uovu mwingine unaomba tu mtoto asifanye nini? Asiuguse. Wazazi oye. Wazazi mmechoka. Msinidanganye, mmejichokea kabisa. Kwa sababu neno la leo linauma. Kwa sababu linakuonyesha makorokoro yana matokeo. Mbona leo nimesahau kuangalia saa? Niwape homework mkaombe rehema usiku. Tukutane kesho. Niwape homework Nisipokupa muda wa kwenda kujitafakari,
nikakukimbiza, nitakuwa natimiza sheria. Umeelewa ninachokisema? Nikakukimbiza, nitakuwa natimiza nini? Sheria. Kesho ni Alhamisi. Kesho Mungu anisaidie niwahi, leo nilikuwa na mgonjwa. Natamani kesho niongee kitu kidogo sana. Alafu kesho iwe ni siku ya kuomba rehema za Mungu tu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Tuzitake rehema za Mungu kwenye familia. Hakuna namna tunaweza kupona bila rehema. Wazazi, haleluya. Ukitaka amani kwenye ndoa, chungulia mama yako aliishije. Ukitaka amani kwenye ndoa, chungulia baba yako aliishije. Vilivyofanyika, ingia kwenye magoti, omba rehema, vikatie rufaa visije kwako. Mungu akupe maisha mapya. Tunapoenda kuzihitaji rehema za Mungu, maana yake tunahitaji Mungu rewrite our history. Umenielewa? Aandike upya historia zetu, ili tusipokee chochote kibaya na chochote cha uharibifu, ili Mungu asikulipe mabaya hata kama wewe ulifanya mabaya. Umeelewa? Kuna hichi kitabu cha Samueli, Bwana kinanikata, ambacho nimesema alafu sikija kisoma. Kinanikata mwenzenu, inabidi nikisome tu. Samueli wa pili sura ya 21, nitasoma mstari wa kwanza mpaka wa 11. Kulikuwa na njaa siku za Daudi, muda wa miaka 3, mwaka kwa mwaka. Naye Daudi akatafuta uso wa Bwana. Bwana akasema, ni kwa ajili ya Sauli na kwa nyumba yake yenye damu, kwa kuwa aliwaua Wagibeoni. Ndipo mfalme akawaita Wagibeoni, akawaambia, basi Wagibeoni si wana wa Israeli, ila wao ni masalio ya Waamori, na wana wa Israeli walikuwa wamewaapia, lakini Sauli akatafuta kuwaua katika juhudi yake kwa ajili ya wana wa Israeli. Basi Daudi akawaambia hao Wagibeoni, niwatendee nini? Ni tendo gani nifanye upatanisho mpate kuubariki urithi wa Bwana? Na hao Wagibeoni wakamwambia, si jambo la fedha wala dhahabu lililo kati ya sisi na Sauli na nyumba yake, wala sisi juu yetu kumuua mtu yoyote katika Israeli. Akasema, mtakayoyanena ndiyo nitakayowatendea ninyi. Wakamwambia mfalme, yule mtu aliyetupoteza na kutufanyia shauri la kutuharibu, tusikae katika mipaka yoyote ya Israeli. Basi na tutolewe watu 7 katika wanawe, nasi tutawatundika mbele za Bwana katika Gibeon, katika mlima wa Bwana. Mfalme akasema, nitawatoa. Lakini mfalme akamwachilia Mefibosheti mwana wa Jonathan mwana wa Sauli kwa ajili ya kiapo cha Bwana kilichokuwa kati yao, yani kati ya Daudi na Jonathan mwana wa Sauli. Ila mfalme akawatoa hao wana wawili wa Rispa binti Aya aliyomzalia Sauli, Amoni na Mefibosheti, wana 5 wa Merabu binti Sauli aliyomzalia Adrieli mwana wa Barzilai Meholati. Akawaitia mikononi mwa Wagibeon, nao wakawatundika mlimani mbele za Bwana, nao wakaangamia wote 7 pamoja. Wakauawa siku za mavuno ya kwanza, mwanzo wa mavuno ya shairi. Na Rispa binti Aya akatoa nguo ya magunia akajitandika mwambani tangu mwanzo wa mavuno hata waliponyeshewa mvua toka mbinguni, wala hakuacha ndege wa angani kukaa juu yao mchana, wala wanyama wa mwitu usiku. Kisha akaambiwa Daudi aliyoyafanya huyo Rispa binti Aya, suria wa Sauli. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Hivi mnanisikia kweli? Nasikia kuna mtumishi mwenzangu huko anahubiri. Iko hivi. Biblia inatuonyesha kulikuwa na njaa siku za Daudi. Nataka muangalie huku mbele sasa. Kulikuwa na njaa siku za nani? Za Daudi. Na Biblia inatuonyesha Daudi kulikuwa na njaa zaidi ya miaka mingapi? Kwenye miaka
mitatu. Daudi akaamua kumtafuta Mungu kama mfalme. Kwa nini kuna njaa kwenye nchi yake? Umenielewa? Mungu atupe wafalme wa namna hiyo jamani. Yaani kiongozi aone kuna shida, aamue kufunga na kuomba mwenyewe. Mungu atuinulie watu kama hao Tanzania kwa jina la Yesu. Ni kiwango cha juu sana cha unyenyekevu. Maana hakutaka kujihesabia haki kwamba ni watu hawajapanda, ni watu hawajavuna. Aangalie wizara ya kilimo, aangalie kwa nini hichi, aangalie watu hali ya hewa. Lakini mfalme kama rais wa nchi ya Israeli aliamua kuingia toba mwenyewe, kutafuta uso wa Mungu. Tupate wapi watu kama Daudi? Mungu atainua siku moja. Kizazi hicho cha watoto wetu iko hivi sasa. Daudi alivyoona kuna shida katika nchi, Biblia inasema akamuomba Bwana, akatafuta uso wa Bwana. Na wakati anatafuta uso wa Bwana ni kwenye maombi. Mungu akamwambia, ni hii njaa hii mnayoiona, huu ukame mnaoona, ni kwa sababu ya Sauli. Bwana asifiwe sana. Maana yake kiongozi aliyetangulia kwenye nchi ya Israeli aliyekuwa anaitwa Sauli alimwaga damu ya Wagibeon ambao waliingia nao agano na mapatano kwamba hata waua. Kwa hiyo baada ya kumwaga ile damu ikasababisha njaa kwenye nchi. Na akawaambia, mniambie mimi mtakachosema ndicho tutakachokifanya. Simnisaidie hapo tu. Mtakachosema ndicho nitakachofanya nini? Kifanya. Wale watu wakawaambia, si swala la damu, si swala la fedha, si swala la dhahabu, si swala la nini? La fedha wala swala la dhahabu kati yetu sisi na ninyi. Maana yake tunachokitaka, yule aliyeua watu wetu watolewe watoto wake. Tunawataka watoto 5 watolewe wakiwa hai, tuwatundike hapo, tuwaue. Tukisha waua, hiyo kitu kati yetu sisi na ninyi kitakuwa kimeisha. Umeona kisasi cha damu hicho? Mmeona kisasi cha damu hicho? Kwa hiyo Daudi kama mfalme alivyokuwa anataka nchi yake iishe njaa, nchi yake inyeshe mvua, watu wake wapate mazao, akaenda akamtoa, akawatoa. Unajua alifanyaje? Kuna rafiki yake Daudi alikuwa anaitwa nani? Jonathan. Akatoa mtoto wa Jonathan, akamtenga ili asitolewe kwenda kuuawa. Akaenda akamchukua Suria wa nani? Wa Sauli. Suria si mnajua maana yake? Suria wa Sauli. Alikuwa na watoto 5. Ndio akawatoa. Kwa sababu gani? Wana damu ya nani? Ya Sauli. Akawatoa wale watoto 5 wote. Wakaenda wakatundikwa, wakawa kama sadaka ya fidia. Ndio mvua ikanyesha kwenye nchi na watu wakapata mazao. Mungu atusaidie jamani. Sasa swali, ni familia ngapi zinateseka? Huenda ikawa kuna kitu kimetendwa na watu waliotangulia. Umeelewa ninachokisema? Umeelewa ninachokisema mamangu? Naona na umri wako umeenda. Hivi baba yake mume wako au baba yako wewe anaweza akasema niliuaga watu? Kwa unaweza kukuta watu kuna vitu vinatutesa kwenye familia, lakini kumbe kuna watu waliotangulia walifanya nini? Walisababisha. Ndio maana nawaambia leo, naomba tu niwafundishe tuishi hapo. Kesho tutakuja kutafuta uso wa Mungu na sisi kwa maombi, kwa kulia, kwa kuomboleza. Maana haya maombi ni lazima kwa kulia na kwa kuomboleza, ili Mungu atuondolee chochote kinachosababisha mateso kwenye familia zetu katika jina la Yesu. Wangapi wameelewa? Wangapi wameelewa? Amina, amina, amina. Kama umeelewa paka hapo, atukuzwe Yesu. Chukua sadaka yako.